mtaje hao zamani jamani. Mbona tunakuwa kimya? Utakupiga nani? Yaani Mwenyezi Mungu anatakiwa wewe muda wote mtaje Mwenyezi Mungu. Ulalapo, uamkapo. Ndio maana kuna dua kuingia chooni, dua ya kulala. Waislamu ni wavivu kusoma. Waislamu ni? Na hii ni mtihani. Uni nini? Utakuja kuulizwa wewe baba atamkimbia siku ya kiyama mwanae. Na mwanae atamkimbia baba siku ya kiyama. Mashehe wanasema wote sichukulie rahisi tu. Na haya macho yetu yakuwa mchele sasa tumevuna, tumeweka ndani. Wangapi hapo walitamani kuja kupata mchele hawakupata, au sio? Mzee wetu mzee Majalisi, anataka kuvuna wiki ijayo. Tufanyaje? Mimi na wewe tutakaa mika. Kwa hiyo kilitambua hilo, kusudio la Mwenyezi Mungu kuumba hapa duniani. Ishi Mwenyezi Mungu anavyotaka, usicho unavyotaka wewe. Wengi waislamu tunaishi tunavyotaka nafsi zetu. Sio Mwenyezi Mungu anavyotaka. Sasa kwa nini tufikirie huko mashehe? Huyu ni maiti mtarajiwa, yaani wewe elewa kabisa wewe ni maiti. Yaani ukilielewa hilo, wewe utaishi kwa Mwenyezi Mungu anavyotaka. Sasa mimi sio kusudio langu. Na kusudio langu mimi ni mwenyekiti wa elimu. Sasa wamenipa jukumu zito ambalo mimi mwenyewe elimu sina. Mimi mwenyewe elimu nasoma. Na Uislamu hauhitaji kusema mimi ni Muislamu tu inatosha. Ndio maana mimi nilisema Mwenyezi Mungu naachana na mambo yangu yote. Wananijua mimi wananielewa. Nilikuwaje miaka 3 nyuma nilikuwa. Wananijua lakini nikasema hapana. Kwa sababu mimi ni maiti mtarajiwa, kesho na kesho kutwa Mwenyezi Mungu ataniuliza, umri wako, miguu yako ulifanyia nini? Basi wanasema kila kiungo kitafanyaje? Chama, kila kiungo kitafanyaje? Kitasema huyu alikuwa anapeka gesti, huyu alikuwa anapeka wapi? Huyu anapeka kutamika, huyu anapeka kulisema gani? Mwenyezi Mungu atafunga mdomo, kiungo kitasema. Sasa kama ni kauli yangu mimi ambaye sijasoma, sawa? Lakini kama kauli ya Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema viungo vyote vitasema, mimi na wewe tutasemaje? Kwa hiyo jukumu niliyopewa mimi ni zito, kuwa mwenyekiti wa elimu. Elimu yenyewe mimi sina, lakini naitafuta elimu. Sijakaa kizembe. Mimi sasa nina juzu moja, msije ukaniona hivi. Nilikuwa sijasoma. Lakini na juzu wangapi mwana juzu moja ukiachana na walimu? Wangapi wana juzu moja? Zaidi ya kula wangapi hizi tunazijua tunaziacha. Sasa Uislamu hauko hivyo. Jifunze. Kuna vitu vya lazima ujue. Tunataka kama mashehe. Kuna vitu lazima wewe uvijue. Moja wapo dua hizi za kuingia chooni, kulala. Umeelewa bwana? Kitokea kwako dua inatakiwa usome, sio mpaka mwite shehe. Inatakiwa hata mwenyewe ukasema bwana nawaita watoto wangu leo, nyinyi tutasoma. Lakini wangapi nyinyi tulikuwa wavivu? Watoto wetu tuwataki wasome na sisi hapa tuna mwalimu kujitolea kwa ajili ya kufundisha tu. Lakini tunataka walete watoto wetu. Hii ni shida ni nini sasa? Tuelezane mashehe, shida ni nini? Maana watoto wanaikuja hapa zaidi hawafiki 15. Watoto wetu tunapeleka hapa. Tunataka kutengeneza majambazi baadaye, au sio? Tuko pamoja basi. Usitoke nje. Leo tujadiliane hapa. Kwa sababu nalipa mimi mwenyekiti wa elimu na wafuatilia watoto. Mzazi anakataa mtoto wake sije madrasa. Niambie tutafanyaje? Huo msiba sio msiba. Wakiondoka hawa wanaijua hao. Huku mbele tunazikwa na majambazi. Wallahi nawaambia. Kwa sababu wasomi hawapo na nyinyi watoto wenu hamtaki walete waje madrasa. Tunafanyaje sasa? Tuko pamoja? Mashehe tuko pamoja? Mkidharau mimi ni Mwenyezi Mungu nimefikisha. Hii siku ya kiyama pisha inakuja. Wewe bwana aliongea mtamwona bwege, au sio? Ni hivyo tu. Ukweli usemwe Uislamu hujakaa hivi. Yaani Uislamu umemzungumzia mpaka utembeaje. Unatakiwa Uislamu utembeaje? Ulalaje? Utashindwa kuzungumzia wewe. Kwa hiyo lazima uiangalie familia yako. Watoto waje juu. Tuko pamoja basi. Mwalimu yupo. Mwalimu tuko pamoja, mbona unasema mko kimya? Tuko pamoja? Mwalimu huyu yupo masaa 24 yuko hapo. Tunashindaje kwa ruhusa watoto shule na nini madrasa? Wanakuja 15. Tuna watoto wangapi? Angalia leo walikuja hapo. Hivyo ungekuwa nakuja wote hao ingekuwaje? Basi tuko pamoja? Mimi nafikisha na mwenyekiti wa elimu anafikisha hivyo. Ukimwona mjinga mwache na ujinga wake. Lakini nimefika. Na kwa Mwenyezi Mungu mimi nzima nimefanyaje? Nimetoa. Mimi nimetoa mashehe walete watoto madrasa. Yaani mtoto ndio maana Mtume akazungumzia akifika miaka 7 mtoto aanze kufundishwa kwenda kuswali. Akifika miaka 10 hataki kuswali, anibu mpaka chakula. Hao unasemaje? Unamnyima mtoto wako chakula kwa sababu hajafanya ibada? Ndio kwanza naambia
Usijali mwanangu. Huu msiba. Nawaambia ni huu msiba. Mimi leo sitaki kuchangisha. Nataka mniachie haya maneno. Sitaki kuchangisha. Tunachangisha nini? Akati watoto hawaji madrasa, tuna shida gani? Tuna shida gani? Na mnataka kila siku tumwambie Shirazi nikaondoka. Huyu shehe kaenda kwao Kigoma. Hapa anakuja kusalisha nani? Hapa anasalisha nani? Wakiondoka hawa mashehe hapo, tutakuja kusalisha kiuni hapo. Kama muelewi. Kama muelewi hilo mimi nalifikisha. Watoto hawaji madrasa kujifunza. Hivi leo wangapi wameenda kusoma nje? Watoto wetu tunatoa wangapi wanaenda kusoma nje? Ikiwa sisi wenyewe tuko nyuma kule hivi. Mashehe wetu watoto. Hii elimu aliyokuwa nayo jamaa anataka kuanzisha watoto. Akiondoka kwao tutakuwa tuna watu. Leo tunaona bwana Majalisi leo kaenda karudi. Haya Majalisi hayupo. Tunafanyaje? Tunasomesha watoto. Mtoto miaka 7 afundishwe kuswali kwa kuelekezwa. Akifika miaka 10 atandikwe. Mtume anasema sio mimi. Sio kaza maneno natumia natoa hapa. Huyu muulizeni. Sheikh. Miaka 7 amrisha. Miaka 10 achapwe. Nyinyi mnasema tupende waswali. Kwanza wewe uswali, mke wako aswali, watoto waswali. Inna lillahi. Unajikomboaje kwenye hilo shekhe? Usiangalia ya maisha, tulikuwa kuna watu wazito hapa. Kina Mali walikuwepo hapo. Wakina Majalisi walikuwepo hapo. Wako wapi? Na wewe unaenda wapi? Bwana karamu bihamdi. Allah mimi